Kivuli kilichonifuata Part 1. Usiku haukuwa na upepo. Kulikuwa na ule ukimya mzito unaokufanya hata pumzi zako zikushtue. Jina langu ni Rexy. Siku zote niliamini hadithi za kutisha ni za kuogopesha watoto. Mpaka kivuli kilipoanza kunifuata. Ilikuwa saa 7 usiku. Nilikuwa nimerudi nyumbani nikiwa nimechoka, nikajitupa kitandani bila hata kuwasha redio. Giza lilitawala chumba changu, isipokuwa mwanga hafifu wa taa ya barabarani uliopenya dirishani. Ghafla, nikasikia hatua. Nyatu, nyatu, nyatu. Sio nje. Ndani ya nyumba yangu. Nilikaa kimya. Nilijaribu kujishawishi. Labda ni jirani, labda ni paka. Lakini sauti ilisimama moja kwa moja mbele ya mlango wa chumba changu. Kisha mlango ukatikisika polepole. Sikuthubutu kusogea. Moyo wangu ulipiga kama ngoma ya mazishi. Ndipo nikasikia sauti. Sauti nzito ya chini isiyo ya kibinadamu ikisema, Rexy. Nilishtuka. Hakuna mtu aliyewahi kuniita kwa sauti hiyo usiku. Nilijibu kwa sauti ya hofu, ni nani? Hakukuwa na jibu. Badala yake, mwanga wa taa ya nje ulianza kufifia na ukutani nikaona kitu. Yaani, kivuli. Hakikuwa na sura kamili. Hakikuwa mtu. Hakikuwa mnyama. Lakini, kilikuwa kinaniangalia. Kivuli kilianza kusogea. Sio kwa miguu, bali kwa kujivuta kana kwamba kimeambatana na roho yangu. Nikajaribu kupiga kelele. Lakini sauti ilinipotea. Ghafla simu yangu ikaita. Juma alipiga. Nilipojibu, sauti ya Juma ilisema kwa haraka, Rexy, usitoke nje leo. Mama Rehema amesema. Kivuli kimerudi. Moyo wangu ulidunda. Unamaanisha nini kimerudi? Nikauliza. Lakini simu ikakatika. Nilipoinua macho tena, kivuli kilikuwa karibu na kitanda changu. Na hapo ndipo nikagundua jambo la kutisha zaidi. Hakikuwa nje ya chumba changu. Kilikuwa ndani yangu. Na hapo ndiyo mwisho wa Part 1. Je, kivuli ni nini? Kwa nini kinamfuata Rexy? Na Mama Rehema anajua nini kuhusu siri hii? Ili kupata majibu ya maswali yote hayo, endelea kuwa nasi kwa kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare story hii. Asante.